Cold reality aliyoizungumzia Nietzsche ukilinganisha na cold reality ya jamii ya leo ni kama mitandao ya kijamii inauza furaha bandia. Watu huonekana kucheza mitandaoni, kuweka furaha, kuposti vitu vya furaha, lakini nafsini mwao wakiwa na majonzi. Cold reality nyingine ni dopamine inayofanya huhisi hai bila kuwa hai, kukudrain kwenye vitu vizuri vinavyoupa mwili hali nzuri, badala yake kuja kupata madhara, vitu kama uraibu wa madawa ya kulevya na addiction za pombe. Cold reality nyingine, watu wengi wanaishi kwa kuahirisha maisha yao halisi, lakini ukweli baridi unasema hakuna atakayekuja kukuokoa. Hakuna maana iliyohifadhiwa kwa ajili yako. Kila siku unayokwepa ukweli unaunda maisha ya mtu mwingine. Cold reality haikuui, inakuvunja. Wale wanaobaki si wenye bahati, ni wale waliokubali kuona bila kufumbua macho. Maisha ya mwanafalsafa huyu yalikuwa ya upweke kwa sababu ya mawazo yake ya kifalsafa na kupelekea kukaa mbali na jamii. Hakupata upendo kama mwanadamu kwa sababu ya kuwa mbali. Aliamini imani nyingi zipo kwa sababu ya kuficha hofu. Dini imezalisha madhaifu kama maadili ya kukontrol ulimwengu. Jamii ina hofu ya uhuru wa kufikiria. Maisha hayana maana yoyote ya kurithi haki, wala hakuna msisitizo wote wa kimaadili, bali mwanadamu anatengeneza thamani yake kwa ajili ya kuishi. Kwa Nietzsche, kulifuata wazo lake kiukweli alikuwa imara kuliko kuondoka kwenye imani yake ya Kikristo. Nietzsche hakukubaliana na ukweli wa kisheria za kimaadili kutoka katika dini. Aliamua kuunda falsafa zake kama nia ya nguvu, yani will to power. Kwa Nietzsche, msukumo wa msingi wa binadamu si furaha wala kuishi tu, bali ni nia ya kujiendeleza, kujithibitisha na kuumba. Sio lazima iwe kutawala wengine, bali kutawala nafsi yako mwenyewe.